Hujambo msikilizaji na mtazamaji wangu popote ulipo, ni kupasha yanayojiri kwa sasa. Jina langu ni Newton Uma, ni matumaini yangu kwamba buheri wa afya. Hadi sasa wanafunzi 16 wameripotiwa kuaga dunia kutokana na kisa cha moto kilichotokea katika shule ya wasichana ya utumishi kule Gilgil katika kaunti ya Nakuru, huku zaidi ya 78 wakilazwa katika baadhi za hospitali mbalimbali wakipokea matibabu kutokana na kisa cha moto kilichotokea katika shule hiyo siku ya tarehe 28. Uchunguzi unaendelea sasa na maafisa wa polisi. Aidha, wazazi wanaendelea kuwa na hali ya huzuni na kuomboleza kwa wale ambao wamepoteza wanao na wale ambao wanao bado wamelazwa katika hospitali mbalimbali kutokana na kisa hicho. Kuna mzazi mmoja pia kwa bahati mbaya aliaga dunia akiwa katika hafla ya kuweza kufika katika shule hiyo kufikia mwanawe. Mwenyezi Mungu azidi kuwapa nguvu na uponyaji wa mapema wanapopitia magumu hayo na machungu, tunapozidi kusimama pamoja na familia, jamaa na marafiki wa wanafunzi hao. Na visa vya moto kutoka katika baadhi za shule za upili nchini sasa vimeongezeka, huku shule ya Gacherega pia kiripotiwa katika kaunti ya Murang'a ulichomeka, huku bweni moja ya wanafunzi likiteketeza. Aidha, hakuna ripoti ya jeraha ama kifo lililoripotiwa, huku kuna baadhi za shule za upili ambazo tayari zishafungwa kutokana na visa sawia. Waziri wa masuala ya elimu Julius Migos Ogamba na maafisa na weka dau katika sekta hiyo ya elimu wanaomba uweze kutekeleza shughuli za mapema za dharura na kuhakikisha kwamba hali ya mabweni ya shule za upili viko katika viwango vinavyohitajika nchini. Na nikiachana na taarifa hiyo msikilizaji, ni kwamba Rais William Ruto amedokeza kwamba uchaguzi ujao wa mwaka 2027 utakuwa uchaguzi huru na uchaguzi ule ambao hautakuwa na wizi wowote wa kura, akidokeza kwamba iwapo atashindwa halali katika uchaguzi hizo atalazimika kwenda nyumbani, na yeye pia akishinda halali wapinzani wake wanafaa kukubali matokeo ya uchaguzi hizo. Rais William Ruto alikuwa akiongea kwenye hafla ya maombi mahali ambapo pia alidokeza kwamba wafanyikazi wa umma ambao wanalipwa mshahara chini ya 30,000 sasa kuna pendekezo litafikishwa mbele ya bunge ili waweze kutolewa katika orodha ya wale wanaodokezwa na kutolewa ushuru kwa mishahara yao. Ruto amesema kwamba serikali yake iko imara kuimarisha sekta ya uchumi na uchukuzi na sekta zote nchini kuimarisha uchumi wa taifa. Na kwingine, shirika linalotetea haki la wahudumu ama madaktari nchini KMPDU kiongozwa na katibu wao Dave Jetela wamedokeza kwamba iwapo serikali ya taifa la Kenya watakubaliana na serikali ya taifa Marekani kujenga makao wa kuweza kuweka wakazi wa nchi mataifa Marekani ambao wataambukiza virusi vya Ebola kutoka katika nchi ya DRC kuwekwa nchini hasa katika jiji la Nairobi, watafanya migomo ya kila siku hadi siku moja serikali itupilie mbali makubaliano hayo. Tela pia anasema kwamba watalazimisha serikali kuweka wazi iwapo kuna makubaliano wameweka na nchi ya Marekani kutokana na virusi hivyo vya Ebola ambavyo vinasambaa kwa hali ya juu zaidi nchini msikilizaji. Na tukiwachana na hizo zote ni kwamba chama cha ODM sasa kitaweka mkutano mkubwa zaidi ya siasa katika maeneo ya kaunti ya Kisumu katika eneo la Sirembe Grounds tarehe 31 mwezi huu wa 5 mwaka 2026. Viongozi wa chama cha ODM wamedokeza kwamba tayari washaweka mikakati thabiti kuweza kukutana katika eneo la Sirembe Grounds kuweka mikutano hiyo na kuhakikisha kwamba masuala yote 9-10 ya kuimarisha chama hicho na kukutana na wagombea mbalimbali watakaotumia tiketi ya chama cha ODM pia umefanyika katika siku hiyo. Aidha, kabla ya mikutano hiyo, viongozi wa chama cha ODM walikutana na viongozi wa jamii ya Wajaluo ambao wamesikilizana kutafuta mbinu ya kufanya kazi pamoja na kubadilisha mtazamo wa ugawanyishi baina yao na viongozi wengine ambao wana utofauti wa siasa katika chama cha ODM. Na nikimaliza ni kwamba viongozi wa chama cha DCP wakiongozwa na katibu ambaye aliteuliwa juzi John Methu ambaye ni seneta wa kaunti ya Nyandarua sasa wanadai waziri wa masuala ya usalama nchini Kipchumba Murkomen kuweza kujiuzulu kutokana na ukosefu wa wizara hiyo kuweka mikakati na mpangilio thabiti wa kutangamana na matatizo na janga zinazotokea, haswa janga la moto ambao ulitokea katika shule ya wasichana ya utumishi katika eneo bunge la Gilgil katika kaunti ya Nakuru. Mimi sina la ziada msikilizaji, asante sana kwa kutazama taarifa zetu za Kasisi wa Habari katika mtandao wa TikTok, YouTube na Facebook. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao hizo na kutakia kila laheri. Mwenyezi Mungu akulinde dhidi ya mahasidi viwembe. Kwa heri.